Haya mpenzi mtazamaji wa MC Pambe, tumerudi tena kama kawaida, tupo kwa ajili yako. Tunahakikisha leo unafurahi na sisi. Kama kuna mtu amekukwaza, wewe mshukuru Mwenyezi Mungu, mwambie nisamee. Hivi sasa tena nahitaji fly MC Pambe, naungana naye kwa macho yangu pamoja na masikio yangu. Basi inshallah unaweza ukajisikia vizuri. Karibu sana. Kama kawaida nimerudi tena kwako MC. Niambie unajisikiaje sasa? Mimi hapa niko hot. Muda wote uko fine. Wa moto. Wenyewe wanakubali. Hawana baya. Yaani MC huyu jamani, msimshangae. Anaitwa MC kidogodogo kama unavyomuona. Hajafika bado miaka 20 wala 35. Ndio kwanza ipo kwenye age ya 10 na. Watoto wa miaka 10 na hapo. Koko ndo kwanza unaalika maua. Wacha wewe mwanzo. Nadhani wanapata vizuri tu wanakuelewa. MC wangu tumerudi tena. Sawa. Mwanzo umesema kuna kazi ulipitia wakati mgumu, pia kuna kazi moja ulifurahi. Sawa, hapo MC. Je, unaweza ukaniambia ni changamoto gani katika kazi ambayo unahisi inakusumbuaga sana? Ni changamoto gani? Yaani changamoto zipi? Ziwe nyingi au iwe moja iwe mbili, wewe mwenyewe. Sema nao wapenzi wetu. Ni kazi ni yani changamoto zipi ambazo unakutana nazo katika kazi yako tu yote kwa ujumla wa MC? Changamoto kiukweli jamani ni nyingi. Sababu ile ni kazi kama kazi nyingine. Ila changamoto ya kwanza ambayo ni mimi uani inakukwaza sana. Inanikwaza sana. Yaani dharau. Dharau vipi? Yaani unaniona mimi jinsi nilivyo na akamulisha. Ndio. Mimi nikija shuleni kwako ukiniita. Ile adhira ambayo nitaikuta pale. Kuna namna wananichukulia. Si unanielewa? Nakuelewa. Yaani kuna namna wananichukulia. Wakishaambiwa kwamba yule ndio MC, nikishakamata mic, wenyewe wanakubali. Watu wanakuja mgongoni. Hapo jamani, changamoto ya kudharauliana. Ukishaambiwa huyu MC, hata kama akiwa mfupi kama kibaskeli cha mtoto, naomba umkubali. Sio, tunaelewana? Mama Shughuli mwenyewe alikaa chini alitafakari, na ndio maana akamchagua mtu nitafutie MC, ndio maana akaletwa bibi huyu. Na kama Mama Shughuli mwenyewe alisema mimi MC wangu atakuwa MC kidogodogo, alikaa alifikiria ni mtu mzima na akili zake jamani. Tunaelewana? Na kama ukiona utaki changamoto hiyo, agiza mwenyewe MC, tafuta mwenyewe. Usimwambie mtu na wala usimchague mtu eti kwa sababu nimechagua tu kwa sababu sina hela. Hapana, sio una hela, na ndio Mungu alipokupangia na ndio ilikuwa riziki yake. Haya tuendelee. Basi ni hivyo tu. Yaani tutakuta mtu anakudharau, ukishaanza kushika mic pale umeze kumbe wewe. Yaani sasa ndo anaanza kusema kumbe huyu ana kitu. Hapo. Nyingine? Changamoto nyingine. Hivi dada, ushawahi kwenda kwenye shughuli ukafika ule muda wa keki ule? Hivi muda wa keki dadangu, wewe na umeenda mashughuli mengi. Ndio. Muda wa keki ni kwenda kuchagua nyimbo kwa DJ? Hapana. Sio kwenda kuchagua nyimbo. Sio muda wa kuchagua. Wewe umeitwa. Ndio. MC Pambe unaitwa kuja kula keki. Njoo. Unaanza kukimbilia kwa DJ. Nikele nyimbo fulani, nyimbo fulani kaimba babako. Waambie sema nao. Inakuwa sio kweli. Hilo ni ushamba. Ndio, sema nao. Ukitaka wimbo wako nenda akatoe buku kwa DJ, andika wimbo, njoo ucheze na Mama Shughuli, njoo ucheze na tajiri mwenzio. Sawa. Sasa wewe unaitwa uende ukale keki, unakimbilia kwa DJ, tunacheleweshiana muda unakuwa unaenda. Cha pili. Cha kwanza kudharauliana kwenye muonekano. Cha pili nini changamoto kwenda kuchagua nyimbo wakati wa keki. Nyingine ya tatu au ndio hizo mbili? Ya tatu bwana, kwenye namba za simu. Hivi mtu upo shughulini, kazini. Umemoga sera zako pale, mwishoni wote utataka utaje namba. Ndio. Unataja namba kwa niaba ya mabosi. Ndio. Lakini utakuta kuna mijitu inachukua namba zako kwa mambo mengine. Jamani, mimi nipo kikazi. Hapo nipigilie mstari hapo. Jamani wapenzi watazamaji, sio kama nawasema vibaya. Wanawake, wanaume, mwanaume, msichana, mvulana au mkaka. Sikilizeni niwaambie. Jamani, hii kazi ya UMC sio mradi wa kudanga. Sio, tuelewane hapa. Na huu sio mradi wa kujiuza au wa kuwauza watu. Jamani, hii ni kazi kama kazi nyingine. Kama unavyojiona wewe kijana unakubeba zege, kama unavyojiona wewe kijana DJ, sijui nani ukameramani, hivyo. Umenielewa? Au labda mpishi mwingine, si una kazi gani, askari polisi, si mwanajeshi, hivyo. Umenielewa? Hii ni kazi kama kazi nyingine. Kwa hiyo tunaomba tuheshimiane. Nyingine? Basi ni hizo. Ni hizo tatu. Maana yake ya kwanza muonekano, tusidharauliane kwenye muonekano. Ya pili unatajwa njoo ule keki, nenda kale keki. So unaenda tena kwa DJ kwenda kuchagua wimbo. Chagua wimbo wako mapema, mpange DJ mbandike kama mtakubaliana wenyewe. Cha tatu maswala namba za simu. Mtu anataja namba ya simu kwa ajili ya kazi. Sio anataja namba zake za simu kwa ajili ya mapenzi. Jamani, mapenzi tunayo toka tumezaliwa. Kwa sababu mapenzi hata tusingekupo hapa tulipo. Tunaelewana nadhani. Sawa, hizo ni changamoto. Si ndio mpenzi wangu? Hapo. Je, katika hizo changamoto ulizozungumzia,
mashughuli sijui anakwambia njoo shughuli inaanza saa 7, unafika shughuli inaanza saa 10, sijui changamoto hivyo namba za simu sijui sawa. Je, unaishauri nini au unawashauri nini wadau wetu au wapenzi wetu au wanaotutazama au mabosi zetu wanaotugea kazi? Je, unawaambia nisema nao jitahidi kuongea nao pale wakuone, unasema nao wao waambie wafanye nini ili tuepushe changamoto hizi za kusema labda njoo saa 7 afu shughuli inaanza saa 10. Waambie. Bwana matajiri zangu tusikilizane. Yaani kiufupi tuwe na ahadi za kizungu. Uswahili na ubabaifu hautakiwi. Sadaka. Yaani hizo zama zishapitaga. Watu tushavuka huko, sio shida zetu. Ndio. Yaani mtu unaniita saa 7 shughuli unakuja kunianzisha saa 10. Huo ni uswahili na ni ubabaifu. Sikusemi bosi wangu, sikuchambi, sikubaluzii na sawazisha kama MC Pambe alivyosema. Yaani ule unakuwa ni ubabaifu. Sisi tunaelewana. Alafu katika haya maisha sasa hivi hamna kazi ya kitoto. Kila mtu kazi yake ana umuhimu nayo. Na yani ukimwona mpaka katoka kwake kaja kwenye jambo lako, ametumia vitu kibao mpaka kufika kwako. Kwa hiyo jamani tuzingatie hilo. Kama wewe kitu ambacho yani una mtu akikufanyia anakukera, na sisi pia vitu ambavyo tumevitaja hapa mkitufanyia inatukera pia. Sisi ni binadamu na hii ni kazi. Na tunazipenda kazi zetu, tunawapenda mabosi zetu. Sawa. Hapo asante sana MC Kidogodogo. Na imani mpenzi mtazamaji umemsikia vizuri MC Kidogodogo. Utatia comment yako kama kawaida wapi kuna pokukwaza na wewe MC ambaye unatazama kipindi hichi. Si vibaya na ukaungana na sisi ukawa unataja comment yako hapo, unaongea chochote kwamba bwana mimi sipendi hivi, kuna kitu fulani hivi. Somba tukashare. Pia kama ukiona upendezewi na comment hapo, utachukua namba zangu za simu mimi hapa 0789 087 920 0789 087 920. Popote ulipo mtaani kwako nafika, ninakuja kushare na wewe, utaniambia story yako, changamoto yako katika kazi na ujumbe utafika. Hiki kipindi kinatazamwa na watu wengi. Tunaelewana sisi? Sawa MC. Hapo umeongea na wadau au umeongea na mabosi zetu. Je, wadau unawaambia nini wale ambao wanaotaka kukupromote labda kukumanage nini? Je, wao unawashauri nini wafanyaje? Maana kuna MC wengine wanakupenda kama dada nani MC Kidogodogo, kuna watu wako shuleni, wengine wapo chuo, wengine wamemaliza, wanapenda kipaji cha UMC lakini hawana support. Au wengine wanakuta kama MC Pambe hapa support yana. Je, naye unamwambia nini mdau ambaye anatazama kipindi hichi? Yaani kwanza ukijisikia kufanya kitu wewe fanya. Mdau yani yule bosi ambaye anataka kukumanage. Yaani ukijisikia kufanya kitu wewe fanya. Alafu kwanza mimi nitangulize tu shukrani za dhati kwa mashabiki wangu wote. Najua mimi nina watu. Ndio. Siwezi kukataliwa kote. Ndio. Nina watu na ninawapenda sana mashabiki zangu. Yaani kikubwa ni kwamba tu yani ukijisikia kufanya kitu wewe fanya. Usiangalie wewe unaniambia nini, usiangalie wewe unafanya nini. Na kama yani unamkubali mtu, wewe mkubali. Ndio. Usiseme tu namchukia kisa watu fulani wamesema wanamchukia. Hayo sio maisha. Hapo nimekubali. Jamani nadhani nimemuelewa mdau ambaye unataka kumsupport labda MC Kidogodogo. Usiangalie tinani kasema MC Kidogodogo bado umri wake miaka 18 kafikisha huyo. Tunaelewana sijui. Miaka 18 kafikisha na amepita sasa hivi na miaka 19. So unataka kumsaidia huyu, unaanza kuwaza sijui nini. Mara mwingine namba Anida wewe kwani umekuwa mtu afisa Anida wewe mpaka uulize namba Anida inahusu. Hatutaki maneno hayo. Kwa mheshimiwa au mpenzi yoyote ambaye mdau unataka kumsupport hapa MC mwenzangu MC Kidogodogo, naomba usisikilize mtu. Fikiria, mfuate mwenyewe. Maswali ukweli zaidi atakupa mwenyewe, sio mtu mwingine. Sawa. Hapo kwa wadau. Je, serikali unaishauri nini? Sema nao. Yaani mimi jamani kwanza tunaongea na mwanamke mwenzetu Mama Samia hapa. Tajiri. Tajiri Mama Samia. Mama ni mmoja. Mama ni mmoja tu. Sana. Jamani rais wetu na viongozi wote, yani serikali kwa ujumla. Mtu angalie na sisi jamani wenye vipaji vyetu huku chini. Ndio. Tunafanya UMC na kweli tunabaruza watoto wenu, tunabaruza vijana wenu, tunajitahidi kwenye mashughuli kusherehesha hapa na pale, mambo yanaenda sawa. Kwa hiyo dua zenu pia ni baraka kwetu. Maneno yenu mema mkitutamkia, support yani hivyo. Wafanyaje labda serikali ifanyeje labda kwenye kutusupport sisi vijana wa hali ya chini? Labda anakuja labda mheshimiwa mbunge, tuna mbunge wetu anaitwa nani yule Ulega nani? Nasema Ulega sio Ulega nani yule mbunge wetu bwana Ulega? Mbunge wetu Ulega labda mfano anataka kutusaidia sisi MC wa chini. Hatutumii kauli za matusi jamani, mtuelewe. Sisi sio MC wa kutukana. Ukiona MC unatukana basi ujue umeishiwa maneno. Huwezi kuzungumza. Kutukana sio ndo kujifanya unajua kuongea. Ukiona hadi unatukana umeishiwa maneno. Yaani ile ndio sifa ya mtu ambaye hajui kuongea. Ndo lazima hataweka nukta ya matusi. Anayejua kuongea lazima ataweka nukta ya kawaida. Tunaelewana sijui. Ongea naye mheshimiwa Ulega. Je, anataka atusaidiaje kwa sisi? Yaani unataka atusaidiaje kwa sisi MC wale ya chini?
yani kama inatokea tunataka yani tutengenezewe hata albatani yani labda tata li sehemu tu tunabaruza tu wenyewe kwa wenyewe tunapata kama mazoezi sawa kwa sababu unajua jinsi ninavyobaruza mimi na wewe msipambe ni vitu viwili tofauti sana. Kila mtu anapenda anapojisikia yeye. Lakini tukikutana katika zizi moja, mimi kuna vijineno nitavichukua kwako. Sawa. Wewe kuna vijineno ukivipenda kwangu utavichukua. Sana. Maisha yanaenda hivyo. Kabisa. Sana. Kwa sababu wewe utabaruza chamazi, mimi nitabaruza toa ngoma. Asante. Sasa mashabiki ndio wale wale. Nadhani mashabiki mmemwelewa vizuri MC wangu MC Kidogodogo kutoka maeneo ya Chatembo mkoani Pwani nchini Tanzania. Nadhani mmemwelewa sawa. Kwa upande wa wadau, je, kwa upande wa watu wa serikali sawa, je, unazungumzia vipi katika unawaahidi nini wapenzi wako ndani ya miaka 2 ijayo na 3 na kuendelea hapo kati? Nasema mwaka 1, 2 na 3 kuendelea. Unawaambia nisema nao? Yaani nawaahidi mashabiki zangu kwa uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inshallah. Bana waendelee kwa tukimbia gichu. Ndio, madrasa ndo kaida yetu Yaani miaka 2, 3 mbele. Nitakuwa tena sio kidogodogo mimi. Na imani Mungu ataninyoshia kidole chake, Mungu ataleta kudra zake, Mungu ataleta neema zake, nitakuwa sio kidogodogo, yani nitakuwa na level fulani. Sisi tunaelewana. Na kwa sababu mashallah Mungu kaniumba sijisikii, sina dharau, yani hapa dharau sio nyumbani wake. Asante, mimi nimekuona naishi na kila mtu, naishi na kila lika na tunaheshimiana kiufupi. Ndio. Kwa imani yani kwa mwenendo huo, Mungu atanijalia nitafika sehemu ambayo yani tena nitakuwa hata na MC wenzako wanyanyua unawasaidia. Jamani naomba mkae mkao wa kula. MC Kidogodogo ametuahidi hapa inshallah kwa uwezo wa Mungu amuombe atusaidie ampe afya uzima wa kutosha. Jamani anaweza akatusaidia sisi MC wa chini ambao tuko chuoni, wengine ndo tunaanza tunajitafuta kama MC Pambe hapa. Tunaweza tukafika mbali jamani. Inshallah. Sawa. Hapo MC. Je, unawaambia nini? Maana umesema si haujaolewa. Unawaambia nini mabinti wenzio wadogo au wasaiza kati au hata mkubwa kama mimi au mama mtu mzima ambaye hana mume yupo single? Unamwambia nini? Yaani mimi cha kuambia mabinti wenzangu. Kama unaamua kupambana wewe pambana. Wanaume wapo kila siku wanazaliwa wapi? Asante. Tena wanaume wapo mpaka wapo tena. Ukiuendekeza utachunda. Wacha utachunda. Yaani hapa nilipo Kwa jamani tujitahidini wasichana wenzangu, yani hivyo vyote dada zangu tufanye kazi. Yani usije ukakaa ukamtegemea eti sisi mtufanye kama unaamua kuishi na mtu wewe ishi naye, lakini una vipengele vyako unafanya. Usiseme eti mtu fulani ndo atanifanyia. Hamna mtu ambaye sasa hivi atakusaidia bila kukutumia, hakuna. Utatumika utachunda. Mwisho wa siku maajabu hakuna. Haya. Nadhani mmemwelewa kwa kikubwa wa kazi buti. Jamani MC Kidogodogo na mimi na kazi hapo hapo. Jamani MC Kidogodogo kama alivyosema. Ukijijua wewe bado ni mwanafunzi unasoma koma kwenye elimu. Ukijiona wewe umemaliza shule, umemaliza chuo, umeingia mtaani, pambana na kazi yoyote, maisha yafanyeje? Yaende. Kikubwa kile unachokiamini endelea kukifanya kile. Wanaume wapo na watazidi kuwepo na usikate tamaa. Kama umeamua kuingia kwenye ndoa, shikilia ndoa yako, Mungu atakujalia, maisha yataenda. Na kama umeamua kuishi mwenyewe, labda jipambanie, usitegemee kutoa rushwa ya ngono labda ndio ufike mahali fulani. Hapana, wewe jipambanie kwa uwezo wa Mungu, inshallah atakuongoza pale unapopataka. Sawa, MC Kidogodogo. Na imani nadhani hapo tumemaliza, tunaenda mwishoni. Hapo MC Kidogodogo. Je, ni kitu gani ambacho hukipendi? Yaani mimi jamani kitu ambacho sikipendi katika maisha yangu. Tena laiti kama wamama na wasichana na yani wanawake wenzangu mngekijua. Kumdharau mtu na kumkadiria mtu maisha ni kitu kimoja kibaya sana. Sema nao wakuelewe. Yaani ni kitu kimoja kibaya sana hasa katika kitongoji chetu hiki cha Chatembo. Simtaji mtu jina. Yaani simtaji mtu jina. Watu wa huko wana kitu kumchukulia mtu kaishiwa. Sio watu wa kuambia baadhi ya watu. Yaani baadhi ya watu wa huko. Sema nao. Wana kitu kumchukulia mtu kaishiwa. Wana kitu kumkadiria mtu maisha. Kitu kafanya amefanya, kitu hajafanya amefanya. Kwa jamani hayo sio maisha. Yaani tujitahidini mama zangu. Tusikumbuke tu haya dunia, kumbukeni kwamba kuna Mungu, tunapata dhambi za bure. Ndio mwingine mtu unakuta yani unafanya tu vitu yani havina hata msingi wote, yani havina maana. Wenzako wanatafuta pesa, wana kazi ya kupiga mdomo. Yako hayakuendei mwali wangu. Umeganda umeshinda. Asante. Kwa jamani jitahidini, fanyeni kazi, acheni midomo. Na siku zote wambea ndio ambao wana kazi. Wambea wenzangu mpo? Wanaelewa vizuri. Yaani siku zote sisi wambea tunanga kazi. Ndio, kazi yetu ni barazani kuanzia asubuhi mpaka jioni na kijora hiki. Kimoja. Yaani namaliza mafaili. Asante. Pambe namtoa, anachukua unaweka.
Yaani umbea ile inakuwa kutokana nini mtu kukosa ana kazi. Kwa jamani tafuteni kazi, msiwe mnapakazia watu maneno. Yaani msiwe mbo wakadiriaji. Jamani hapo nadhani nimemuelewa vizuri MC Kidogodogo. Naomba jamani watu wa huko Chatembo, sijatumwa kubaruza ila tunawaambieni jamani, sio Chatembo tu, Tanzania mzima. Kama mna tabia hiyo jamani, mnapenda kuongelea watu vibaya, unamsema mtu hajafanya unamwambia amefanya, akifanya ndo hivyo. Changamoto, kwa nini tunaishi hivyo jamani? Tunatakiwa tuishi kwa kupendana. Sasa hivi wakati umeisha. Umbea afanya ukiwa sehemu unapofanyia kazi. Umbea afanya sehemu unayopata riski. Huko unapiga zako umbea, mtu anakufuata pale atashindwa kukuzulia. Lakini sasa wewe unaenda kwa mtu unakuta eti mtu kabisa mwenzio anafanya kazi, wewe unapeleka umbea. Unakusaidia nini? Unamkuta mwenzio labda kazi yake ni fundi anashona nguo. Na wewe umeenda kukaa pale tunapiga umbea. Huna chochote unachoingiza. Basi ni bora tu ukajifunza pale, kama ni fundi kushona na jifunze kushona. Kama anauza biashara basi na jifunze, mwambie nielekeze shoga yangu hiyo biashara unafanya na mimi nifanyaje? Hapa niweke kitu gani? Kama unakuta mwenzio anachoma chapati basi mwambie naomba mimi nilete juisi za 500 za matunda utauza. Jamani sitaki nizungumze sana, sijaambiwa kubaruza leo. MC Pambe nipo live, nipo Dele. MC Pambe wa kike, MC namba 1, sijavamia MC, nadhani tunaelewana. MC Kidogodogo, kingine cha kuongezea kwa vipenzi vyako? Cha kuongezea mimi bwana, nawapenda sana mashabiki zangu, hususan mamangu kipenzi. Zainabu Ali Ngwaya. Zainabu Ali Ngwaya. Yani mamangu kipenzi, sikupingi, sikukatai na sijawahi kukupinga. Alafu wanaopinga mabi mkubwa zao, nyinyi Mungu anawaona moto kabisa. Yaani moto mnao. Na maisha yenu mtaona kila siku magumu. Mtamaliza waganga na waganguzi. Na mkubali mamangu kwa sababu kwanza hajawahi kunipinga. Ndio. Tunaenda hivi. Ndio. Yaani kama mtu na dada yake kutukuta. Ndio. Unanielewa? Na hilo yote linatokana na nini? Respect. Na muheshimu, tunaheshimiana. Unanielewa? Kwa hiyo ni kiufupi nampenda sana mama yangu, mashabiki zangu wote. I love you, nawapenda sana. Ya jamani, nadhani nimemsikia vizuri MC Kidogodogo anasema anawapenda, anampenda mama yake na hata baba pia unampenda jamani. Na hata baba pia. Wote, manake mama hawezi kupata hela ya kukupa wewe ya chai asubuhi bila baba. Japo anafanya biashara lakini baba bwana hela yake inakuwa siku zote tamu tu, au sio? Sawa. Jamani nadhani nimemuelewa vizuri MC Kidogodogo. Leo alikuwa hapa kwa niaba yako na imani umefurahi kwa stories zake. Hana baya kama unavyomuona mtoto kike na shashiti zake, nywele zimetimia, ukitazama pochi yake, ukitazama nywele zake, hana baya, hajakopa wala hajazima. Na kama unamdai naomba mfuate hapa sasa hivi muda huu umfuate. Na kama uwezi weka naneli Insta live, TikTok live afu tuone. Na alafu kama kaida yake unavyomuona, hanajiamini, haogopi dudu wala nzi. Na ukinilogo umeniponya. Halo. Ukinilogo umeniponya. Nadhani wameshasikia. Habari yao wameipata. Sawa, sitaki nizungumze sana, sitaki nipoteze muda. Nadhani umeshawaelewa vipenzi vyangu. Labda kuna kingine unaweza kuongezea? Hapana. Nadhani umemaliza. Nyimbo ya kumalizia. Nitukane yanguni wastara unisumbu. Jamani! MC Kidogodogo jamani pia ana kipaji cha kuimba. Nadhani wapenzi waandishi, Mzee Yusufu, bila kusahau Omar Tego, bila kusahau Captain Temba kutoka Kigamboni. Jamani ukikunja nje hapana, sio siku unakunja tu ukitokea Kigamboni nje Kongo. Sio unakunja Mbagala tu jamani, kunja na kushoto kumwandege, kuna vipaji vya waimbaji jamani. Muje mchukue, muje mnyanyue vipaji jamani. Sio MC tu, pia hata kuimba hanaweza. Nadhani umemsikia jamani. Sawa. Hapo MC. Kwa hiyo nadhani tumemaliza. Show yako je, unapenda umalizie na wimbo gani? Wimbo ndio huo umechagua? Yani mimi naipenda Wema ulipo na Mungu. Wema ulipo na Mungu, si wema ulipa Mungu. Sawa Basi sawa. Mimi na imani kwa leo, na imani tumeishia hapa. Karibu sana. Je, unawaambia nini kuhusu MC Pambe? Tena hapo ndio nilipokuwa napata. Sema nao. Jamani, hivi huyu dada yani mnamjua vizuri ama yani mnamjua kama ninavyomjua mimi? Jamani udada kwanza baya hana. Sijuti kujuana naye. Sijuti kujuana naye. MC Pambe sio MC Pambe wa mchongo. Alafu MC Pambe ni mmoja tu, ogopa matapeli. Asante sana. Yani ogopa matapeli. Ni mwanamke anayejiamini, ni MC mpambanaji, mama mwenye watoto wake hawa wawili. Yani sio shida zake. Wewe umejiita mtoto wa mjini alafu unatoa mimba jamani. Wewe wa mjini au muuaji? Jamani MC Pambe ana watoto wake. Akija kukubaluzia ujue kabisa wanae nyumbani wamelala. Anachukua maokoto anapeleka ugali nyumbani. Kwa hiyo MC Pambe sio shida zake. Nakupenda sana dada. Asante sana, mimi nakupenda udugu wangu. Karibu sana. Nikutakie safari njema, nikutakie mapambano mema, na hivi unavyoniona hapa ni nyumbani, sitoangalia mbele tena, nitarudi nyuma kwako wewe. Nikifika mbele lazima nijue safari yako inaendeleaje na ipo wapi. Sawa, karibu sana mpenzi wangu. Karibu. Ufike salama.